Mambo 5 ya kufanya ili madhabahu za kifamilia zisiathiri maisha yako. Karibu sana upokee mwanga wa kiroho, tafsiri za ndoto na maombi pamoja na Prophetic Galila. Madhabahu za kifamilia huathiri pale mtu anapoishi bila kukata mizunguko ya nyuma. Ili zisivuke mpaka wa maisha yako, zingatia haya. 1. Jitambue kiroho. Kitu usichokitambua huwezi kukipinga. Tambua kuwa kuna mizizi ya kifamilia inayohitaji kuvunjwa ili usiirudie. 2. Kata makubaliano ya familia kwa kinywa. Madhabahu huendelea kwa kimya. Maneno yako yana nguvu ya kuvunja au kuendeleza. 3. Jenga maisha ya maombi ya makusudi. Usiombe kwa mazoea. Omba ukiwa na lengo la kujitenga, kukataa na kubadilisha mwelekeo. 4. Kataa kuiga mifumo ya nyuma. Usiige ndoa zilizoshindwa, matumizi mabaya au maamuzi yaliyoharibu waliokutangulia. 5. Simama kwenye agano jipya. Amua kuishi kwa misingi mipya, hata kama familia haielewi. Wokovu wako ni mlango wa kizazi kipya. Amen. Tamko 3. Tamka kila asubuhi na jioni kwa siku 7. 1. Nimejitenga na kila madhabahu ya kifamilia. Historia ya mateso haiwezi kunifuata. 2. Ninasimama kwenye agano jipya. Maisha yangu hayatajirudia kama ya nyuma. 3. Kizazi changu kinafunguliwa. Mimi ni mlango wa mabadiliko. Amen. Vitabu viwili vya kusoma: Wakolosai 2:14-15, Wagalatia 3:13. Maombi. Bwana Yesu, ninajitenga na kila madhabahu ya kifamilia inayopinga hatima yangu. Navunja mizunguko ya nyuma. Nafuta madai yote kwa damu yako. Na ninasimama kwenye agano jipya la nuru na uhuru. Kuanzia leo, kizazi changu kinabadilika. Amen. Unahitaji tafsiri ya ndoto au maombi? WhatsApp, namba kwenye bio. Jiunge pia na magrupu yetu ya tafsiri za ndoto na maombi. Kupata mafunzo haya kwa undani zaidi,